Uhali gani mtazamaji wa Dina Marios TV popote pale ulipo. Sisi tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi adhimu cha Uhondo, kipindi cha Kiswahili, kipindi ambacho kimebeba mambo mengi, kimebeba katikati ya koko, pale katikati kimebeba uhondo wa mapishi. Pembeni pale kuna ufagio, tunafagia wale watu ambao tunahisi hawajielewi. Langu jina naitwa Majeje, sahani ya dongo mwenyewe nachakana kuzeeka na maua yangu. Na hizo sahani ya mchakura chini, ni sahani ya thamani kabisa ya Dina Marios TV. Twalidaka likidondoka chini, twaliokota. Na siko peke yangu. Nipo hapa Kisia Shabani, jitu mtumba, jitu la kale. MC Mama Tarik, mic moja swaga tofauti. Yaani mic ni hii ila swaga sasa tofauti. Jamani, bila kuwasahau, bila kumsahau mdhamini wetu Miss Fia Organic Oil. Wala huyu anatupa matokeo mazuri sana. Ngozi sasa hivi ziko mororo, hazina makwaruzo. Ngozi ziko laini. Kisia yako inasemaje? Hii Miss Fia Organic Oil. Pambe tu. Mzigo huu pambe jamani. Mimi mwenyewe unajua kuna muda nilikuwa najitizama kwenye kioo najikataa. Jamani nini tena? Ngozi imeshuka, lakini sasa hivi ninavyotumia mafuta haya. Mtu yote namwangalia namkazia pambe tu. Mimi nakuletea ubora wa chupa. Popote unaiweka, kwenye pochi, kwenye shughuli umepauka waitoa paka. Ubora wa chupa umeiona ubora wake? Ubora hali ya juu. Yabebeka hiyo kwa dressing table, inakaa bila wasiwasi. Inabebeka. Kisia bwana, wewe ni mjumbe wa nyumba 50. Maana zamani ilikuwa nyumba 10, sasa hivi nyumba 50. Kuna nini huko unakotoka? Maana uishiwi mambo wewe. Mamangu unanizulia. Mambo ndio yako. Mambo mtaani hapo mengi tu. Mambo yapo mengi na mambo kila siku yanatokea. Kuna jambo leo tunataka tuliongelee. Wanawake. Jamani mamangu, tusimuamini mtu kwenye maisha. Tena watu zetu wa karibu ndo watu wabaya mno. Tusimuamini mtu kwenye maisha ya hapa. Mama Talki. Kisia unatugombanisha na watu. Hapana mamangu, hapana. Hao watu wa karibu ubaya wameuanza zamani. Sema zamani mababu zetu walikuwa na ustamilivu. Sasa hivi sisi vitu viko wazi tuka vile tumelaanika. Ndio maana unaambiwa ubaya una kwa wala hauna kabila. Maneno haya mamangu naongea kwa uchungu. Kulikuwa na mdada ana marafiki zake wa karibu wangapi? Wawili. Yaani jumla kundi lao walikuwa 3. Kwenye 1 na 2 wale wenzake mapacha 3. Kwenye 1 na 2 yeye ana mume wake. Wenzake wale hawana waume. Wenzake watu wa kutoka. Watoto wa mjini wenyewe wanajiita outing mama, kule kwenye viwanja vyetu vile vikubwa vile. Ndio anaenda huko mama, wakipata wale wako wabeba wenyewe wanasema watu wa chap. Kipata chap wanapata hela yao na rudi majumbani kwao. Shoga yule kila wakimshawishi anambia mimi michezo hiyo ya kuchetua chatu mimi siwezi. Mimi hapana. Uhondo sio maisha yake. Mimi sio maisha yangu kuchatua kama mwanga mgeni. Mimi nina mume wangu, nampenda, ananipenda. Mimi mume wangu anachonifanyia mwenyewe nimelizika. Ila kwa vile nyinyi marafiki zangu ndo kazi zenu. Endeleeni. Ushoga hauwezi kufa. Ushoga wetu tabaki pale. Tafadhali wale, kumbe kile kitendo cha kumtaja mume kila kikaa kwenye kikao. Mama mume wangu ananipenda, mume wangu mimi na love you. Jamani. Hivyo. Uhondo. Kizungu mume wangu kizungu tunasisitiza tena. Mume wangu mimi ananibeba, mume wangu ananishusha, uwezake. Kumbe kile kitu mamangu kinawauma. Wakasema subiri tumtengenezee skendo. Wakaitengeneza skendo moja mbaya sana. Wakamwambia hebu twende kwanza tukutoe out, twende kwanza tukale chakula cha usiku. Kashajua wale mimi marafiki zangu na kwenye nafsi zao hajui kuna nini. Umeshaelewa? Hivi chakula cha usiku kwa kizungu ni nini vile? Inaitwa Dina. Ndio hiyo. Wewe unaweza kumalizia Marios. Uhondo. Chakula cha usiku sasa hivi Dina Marios. Sawa. Basi wakatoka. Walivyotoka usiku ule bibi kamwaga vizuri mume wake. Mimi marafiki zangu leo wananitoa. Mume akaambia kwa vile ndugu zako nenda, akaenda. Walivyoenda kula wamekula wamemaliza kidogo, anaona vibaba 3 vinaingia. Asante. Vibaba vile vilivyokuja vikasiti pale. Naongea tena Kiingereza. Uhondo. Dada leo jini la kizungu unalo. Jini la
kizungu dada unalo. Jini la kizungu naliona. Baba, narudia tena. Wakakaa pale kwenye meza yao. Basi maongezi yakaendelea. Hapa na pale. Mkishakula, mkishashiba kuna nini tena? Hakuna Kuna vitu- vinywaji vya kushushia, chakula kiende kukaa sehemu yake. Basi wakaanza moja moja, mbili mbili. Moja moja, shoga yangu yule mwenye mume wake akaanza kuchanganyiwa pale. Akienda chooni Kapigwa remix wanamchanganyia kidogo, mama yule anaanza kulegea, Anaanza kuchetuka mama kaanza kwanza. kuchetuka mama. Mziki mama ukipigwa kama studio alienda yeye. Kwenye moja na mbili muda ulikuwa ushaenda. Yule shoga wa kwanza kanyanyua kizigo chake, wakaenda kupumzika. Shoga wa pili kanyanyua kizigo chake, wakaenda kupumzika. Umeshafanya jambo? Kashabaki yeye sasa. Shoga yangu hajiwezi, kila anavyonyanyuka anakaa tena. Kila anavyonyanyua mguu mama anakaa tena. Yule baba kamchukua kiulani, kachukua mkono katia kwenye kwapa, Tukio hilo. Dunia mbaya. Ila walofanya manani? Mashoga zake. Wale Yule baba kamchukua paka hotelini. Kafanya alivyovifanya. Vitu vya mjini jamaa, tukiongelea kufanya alivyovifanya nadhani mnavijua. Kwani hamjajua? Vikafanywa vilivyofanywa bila yeye mwenyewe kujijua, kwa sababu alipofika kitandani alikuwa tayari kashazima. Meshaelewa. Yule baba kaona haitoshi, ndo alivyonyanyua simu yake mama. Takata. Mama kwenye video kidogo, kwenye picha zile nganga kidogo, mama kachukua vyote. Haya matukio yote ya dunia. Yule dada anaamka asubuhi, anamkuta yule bwana hayupo, akijitizama zofu hali. Kumbukumbu zimewekwa sehemu. Kumbukumbu. Kachafuka vibaya sana. Mimi nimekuelewa kisia. Mama alichokifanya, kainuka, kaoga maji yake, kajikongoja, katoka, karudi tena wapi? Kwa mume wake. Nyumbani kwake. Nyumbani kwake. Lakini kila anavyojiuliza, mimi nimefanyiwa kitu gani? Mimi mbona jamani haya alionikuta sasa hivi ni makubwa? Akaona bora hapa cha kufanya ni muwai mume wangu. Nimuelezee ili tukio kabla mambo hayajaribika. Kama alijua, kwa sababu yule mwanaume kama kashachukua video na video zishaanza kutambaa. Alichofanya mume wangu, mimi jana katika ule mtoko nilokuaga kwenye moja na mbili, kilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Mume wake anamuuliza, una uhakika? Ni kweli? Ili unaonambia mke wangu, ili nikiingia kwenye mapambano nijue napambana vipi. Una uhakika? Hujakubali mwenyewe? Aka mume wangu wamenichanganyia vya kuchanganyia, baba yule kanibeba. Mambo alikuwa ndo kama hayo. Yaani kisia, kiukweli unaongea, roho yangu inaniuma. Inanitetereka. Nakumbuka enzi za usichana wangu mambo haya yalikuwepo. Yapo. Ina maana kinachofuata hapa. Sijafanywa, lakini matukio yalikuwepo. Uongo. Mara hii imefanyiwa. Unajua yote haya inatokana na roho mbaya. Ufikinyu wa fikira ambazo kila mtu anatamani maisha ya mwenzie. Ni ile kusema mume wangu ananipenda, ngoja nikapike, mimi siwezi kufanya hivi. Kuna watu nafsi zinawauma, roho zinawasokoka. Nafsi zetu sasa hivi hazina hofu ya Mwenyezi Mungu tena. Tunatamani maisha ya mwenzetu, tunatamani alichonacho. Kama wewe huwezi kutulia na mumeo bwana wako mmoja, si uache unachokifanya. Mwenzetu hawezi kudanga. Hawezi maisha ya kuchukulia, kachukua huyu, kampeleka huyu, kambeba huyu. Sasa nyinyi kwenda kumfanyia fitna na roho mbaya kama hivyo, hamuoni kama ni tabia mbaya? Uchoyo wa nafsi. Binadamu tumebadilika sasa hivi, tusiaminiani. Hakuna wa kumwamini. Leo watu watatu ambao walikuwa wametoka sehemu kila siku outing zao, mmeenda kumtulia madude mwenzenu kwenye chakula, sijui kinywaji kitu gani, ili mradi tu ile ndoa ivunjike. Ili mradi tu ile ndoa isiwepo tena. Asiseme tena mume wangu naenda kupika, asiseme tena jamani endeleeni. Tuache roho mbaya na hasadi. Tunatafuta uchawi tunao wenyewe. Watu wanatuzunguka si watu tena. Dunia imebadilika, nitamani kulia mimi. Lakini unajua watoto wenyewe sasa hivi mnapenda sifa. Sifa ipi mama? Kati lazima tuseme waume zetu tunao. Mama Tim, mnapenda sifa. Kwa sababu unapomsifia mume wako, mume wangu ananifanyia hivi, mume wangu, kuna watu wanatamani waingie katika ile nyumba. Lakini hiyo sio show off. Na wenyewe wafanywe yale wanaofanya. Kwa nini usibaki nalo rohoni? Hiyo kusema mimi sitaki kudanga mama. Ngoja kwanza mamangu na kukatisha. Mfano mimi na marafiki zangu namsifia mume wangu. Kuna kibaya? Kwa nini umsifie? Kwa sababu namsifia kwa nyenyewe mimi nyenyewe ndugu zangu. Furaha yako usibaki nayo rohoni.
Ndio tunarudi tena pale unachofanya wewe na mimi nikifanye, hiyo ni roho mbaya mama, ni hasad, fitna. Lakini muwe na kaba za roho yale mnaofanyiwa au mafanikio yenu, sio lazima watu wayaone. Kwa maana sisi tukadange. Sio ukadange, ila yale mazuri unaofanywa na mume wako nini usibaki nayo? Mimi siwezi mambo hayo kwenda huko. Si hawezi, wende wao. Ila Mati, nasema wewe uende, yani sitaki zile sifa Mati wangu. Unajua wale nayo maumivu nayo nataka na nikule kwenda kudanga nako kunataka nguvu. Ujasiri. Unataka nguvu alafu uwe na afya njema. Ule ushibe kazi yako. Uhojo! Kazi zao ngumu. Kwa hiyo wao wamemwonea donge, mwenzetu yuko kimvulini. Sisi kuto tuenda kutafuta mababa. Mama Tali, usisikie mtu anaongelea tu kudanga. Kudanga kuna mambo mengi sana. Unavyoenda kudanga unakutana na kila staili. Unakutana na kila size moja. Uhojo! Kanigusa fulani hivi. Mama alichonigusa mimi mtu mzima dawa. Mama kama kanigusa mtu mzima dawa. Huyo naye ushajua hawa ndugu zako kazi wanazozifanya. Ndio. Umepatwa na kierere gani? Kuamini, kuna namba kafaraga. Dunia sasa hivi hakuna kuaminiana. Don't trust anyone. We. Nyie watoto nyie. Bado mnaosha vyombo watoto wavivu nyie. Unga sina mama. Mambo pole mama. Sisi tunajua tutupigia simu na karibia. Humu ndani mtakula Edeni mpaka mwaka huu mote vitambi. Maana mimi ndo unga ninaupenda mie huu. Kilo ngapi? Hii kilo 5. Na hii kilo 5 pia. Wao jumla tuna kilo 10 ndani. Wale wapenda uji. Mwaga tena. Dada, wapenda uji. Shikamoo mama pole. Asante marahaba. Tuweze na mama sasa. Matunda kazi gani? Mboga za majani tu zinawatosha. Mama tukiolea tutumisi. Subutu. Utaosha nani vyombo? Anaosha mwenyewe. Unataka ukiolewa labda uende wewe. Kwa Edeni hiyo nende wapi? Kipindi ni uhondo lakini kina segment mbili. Kuna uhondo wa mapishi, sasa hivi tunaelekea kwenye fagio. Mama T na Kisia Jitu. Tuzungumzie na tabia ambazo zipo mitaani kwetu. Tunafagia. Leo acha tuwafagie wale wanawake wanaopenda shirki. Nikizungumzia shirki jamani, mnajua. Shirki maana yake kwenda kwenye mambo ya vitu vya giza, cheketu. Sasa kuna huyu mmoja kimemkuta kitu mamangu. Kimemkuta jambo. Kachukua hela yake ya mkopo vizuri tu. Alivyochukua ile hela ya mkopo kalala nayo siku moja. Ndio alivyoenda kumtafuta huyo Bwana Kalmanzila. Uliza alivyoelekezwa kafika vizuri kilingeni. Wenyewe wanasema kilinge. Baba yule mvulana kila akimtizama yule msichana kuanzia chini mpaka juu akaona huyu leo siwezi kumruhusu leo. Huyu nimwambie kazi yake ngumu leo alale. Walienda wawili. Mmoja karuhusiwa kaambiwa wewe kwa sababu kazi yako ngumu, yani leo inabidi ulale. Kwa sababu ana shida zake. Akaona sio kesi, haya mashauri tu. Acha nilale. Vivuzo. Usiku kwenye kilinge tena. Yeye na mganga yule mmoja aliruhusiwa nenda nyumbani. Akaambiwa uje kesho Njoo kesho mapema sana. Alivolala usiku yule bwana mtaalamu kajifanya mara kaliza kitunguliki saa 9 usiku. Kaliza inge mara kapiga nyanga. Maana sasa hivi hawezi kukurupusha hata aogopa mapresha mengi. Inabidi kwanza afanye kukuru pale kama kuna panya. Mwisho kagusa kimguu cha dada. Dada amka. Vipi? Akamwambia ule muda wetu sasa wa kukupa dawa. Nikuwekewe dawa. Shida zako ndio huwa. Bwana dawa. Jamani, nyota zitatuua. Hizi nyota
tuseme na shida zetu. Tuseme na shida zetu wanawake. Shiriki tuiache. Baba yule kwa sababu nina shida zangu saa 9 tuko wawili tu. Akanyanyuka mdada watu anasubiria hiyo dawa. Anajua labda nitakoroga, anyweshwe. Hawatapakwa. Kumbe baba alikuwa kashautumia unga wa Kongo saa nyingi sana. Baba anamwambia nataka nikuwekewe dawa. Dawa wapi? Baba, maana atakiwa mdogo mganga anamuita baba. 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 Hicho kitengo kinamuhusu sana huyo. Baba, nikaeja. Baba wewe mikao tulia. Mimi ndo najua naweka dawa. Na wakati naweka dawa kwa sababu nitakuwa nimesimamiwa na mizimu. Wewe nakuomba utulie kama moja. Kazi za watu kisia hizo. Akatulia yule dada kama moja. Kama kagongelewa misumari. Si mizimu. Anaogopa kimkaba saa 9. Anaogopa. Dada watu akavumilia. Mzimu fanye kazi. Dawa ikapelekwa vizuri tu. Mazingira tofauti. Dawa ikapelekwa jamani. Mama T. Hangaiko ya dunia. Mahangaiko. Wanawake tunahangaika. Dada yule dawa lakini lake looni. Maskini. Sio kwa dawa hii. Alivomaliza baba kamzunguka kidogo, kamnyunyizia maji, wamelala tena. Saa 10 hivi azana saa 12 azana kwanza. Baba yule 11 Baba yule kagusa tena kama tunamalizia dawa ya mwisho. Mama Mtume. Dawa si mbili. Nyota hizi jamani. Baba yule kikili. Dada yule kwa vile ninalitaka langu. Hebu acha kwanza niangalie dawa ya pili inaenda wapi. Kwa sababu dawa ya kwanza lishaiona imeelekea. Mganga anajizungusha. Dada, baba. Asa dawa ya pili ndo nasubiria sababu asubuhi nataka nyota ing'ae. Akaambia wewe utalala siku 2. Yaani leo utaondoka. Ila kwanza hapa tunamalizia dawa ya pili. Hiyo siku ya pili kwa mganga baba ile siku ya kwanza. Ndio alfajiri yake. Mwingine yule akaambia alfajiri yake. Siku ya pili sasa mganga yule kavumilia kashindwa kaambia sasa nakwambia tena nina mizimu. Mizimu yangu haitaki kukuruke. Na kama ukikukuruka itachokukuta shauri yako na nyota yako itazima zaidi ya hapo. Mama dada yule sawa baba. Baba sawa. Dawa ikaanza kupelekwa tena sehemu nyingine. Mama we. Nikiongelea sehemu nyingine nadhani mnajua. Asiye wakubwa. Tuangalia picha za usiku wa manane. Baba yule kataka mambo ya pwani. Ndo apeleke dawa. Si mizimu kwani? Mizimu sio mizimu. Anataka mambo ya pwani. Dawa ya kwanza imeenda kule na dawa ya pili anataka kupeleka. Yule dada Baba unataka kupeleka wapi? Anataka nipeleke huko mambo yako yakanyoke. Hapana kwa kweli. Baba hapana. Mwenyewe anavyoniambia alikimbia lakini sio kweli. Dunia hii. Hii dunia. Mambo ya mazito. Dakisia nilikimbia hajakimbia. Yule dawa alitimiza kwa sababu ana tamaa. Hivi vyote vinakuja kwa sababu ya tamaa. Shoga yule akarudi. Daeka kukuruka huko. Kaingia kikili. Yule sasa alogewa dawa ya kwanza na ya pili yule. Katulia kimya anamwangalia naye agewe dozi yake. Hajamwambia wala hajamkoa maana wanakwambia usimstue. Yes naloleta. Wote hapa tuasilike. Kakukuruka naye muda wake. We. Njoo 8 ya mchana. Njoo nikupe dawa. Na yeye umalize weka pale. Akaenda. Na yeye akaekwa dawa ya kwanza. Na yeye alivorudi nje kwa shoga yake naye kanyamaza unatizama. Lakini sasa nyota itashuka. Lakini sasa wanavotizamana huyu wa kwanza alogewa dozi 2 machozi ala dunia zufu kumwodisia anataka hicho ni kutajana malinda yote ya kuumuda. Basi dawa ya pili na ule bibi kaambiwa dawa yake ya pili shafika siku ya pili yokumbuka. Dawa na yeye ya pili amaliziwe yule alienda kulala nyumbani. Yule kauza kaambia kwa dawa ya pili tafadhali. Siwezi. Dawa ya pili mimi baba yangu naomba tu tuishie hapa. Dozi naikatisha hela nilokupa hiyo zawadi yako.
Habari ndo ilikuwepo ndo hiyo, kamnyanyua shoga yake amerudi nyumbani. Ila shoga alolala dozi 2 kapata. Yule kapata. Yaani kuna neno la kwanza ulianza nalo, jamani, shiriki sio nzuri. Kama vipi kama una kivumbasi oga. Oga tuvia mawe. Kwa mganga siku. Jifanyie mwenyewe nyumbani. Kuna kivumbasi, kuna chumvi ya mawe, kuna kisakasaka. Miti hiyo chuma oga. Sisi watu wataka tuachuma tukaoga. Mambo ya shiriki tunaenda kufanywa vitu vya ajabu kabisa. Hawa wameshtuka mapema. Wewe ndugu yangu ndio saa hizi uko hapo sasa unaambiwa kigizagiza kishaingia. Kuna kitaulo kimetandika ndio unaambiwa dawa lazima iende. Alafu umeshaidia utapata range huko. Ndugu yangu na Tetebeka utafunguliwa duka kali. Utapelekwa Dubai, utapelekwa Uturuki, wawaza kule Uturuki. Dawa ya kwanza nimefanya. Dawa ya pili nimalize. Alafu kwenye kichwa chako wavuta taswira, inawezekana Mwajuma naye kafanywa dawa kama ile. Sikakuleta. Ndio. Sikakupeleka pale. Ndugu zangu shiriki tuiangalie. Somo yenu dua ndani makanisani. Ukizidiwa sana ule muhindi pia usage ni dawa. Muhindi? Muhindi gani? Muhindi wa kula. Kipindi ni Uhondo. Tunawasikiliza wadhamini wetu. Maana yake ndio walotuweka mjini. Nyie watoto nyie. Bado mnaosha vyombo watoto wavivu nyie. Unga kile mama. Mambo ya pole mama. Sisi tunajua tutupigia simu na karibia. Humu ndani mtakula Edeni mpaka mwaka huu mote vitambi. Maana yake ndio unga ninaupenda mie huu. Kilo ngapi? Hii kilo 5. Na hii kilo 5 pia. Kwa jumla tuna kilo 10 ndani. Wale wapenda uji. Dada mwaga tena. Dada wapenda uji. Shikamoo mama pole. Asante marahaba. Tuwezeni matunda matatu. Matunda kazi gani? Mboga za majani tu zinawatosha. Mama tukiolota tumisi. Subutu. Utaosha nani vyombo? Anaosha mwenyewe. Unataka ukiolewa labda uende wewe. Kwa Edeni hiyo nende wapi? Hadi kuolota wala kwa baba. Mama Tari. Ulikwenda mtaani? Huko Uhondo wa mtaani unasemaje mtaani? Nyie Uhondo wa mtaani kumenoga. Nimekutana na masuperstar wa Mabibo huko. Jibu Pascal na udugu wake. Kwanza wamenonyesha vijora na siku yao na shughuli, yani vimeanikwa hivi. Utaviona hiki shughuli ya fulani, hiki shughuli ya fulani. Lakini wana msemo wao. Jamani pambe. Mabibo kumenoga, yani wanafanya kazi afu wana msemo wao rudi kwa wakati. Twende tukawasikie. Jibu Pascal, superstar wa Mabibo. Mtamba Mbadu. Hapo ndo nataka nikuulize Mabibo ipi? Mbadu hiyo. MC Mama Tari kichocho kwa chocho mtaa kwa mtaa. Niko Mabibo kama kawaida yangu Waswahili hatuna shughuli ndogo na nimekutana na wenye mji wao, wenye mtaa wao. Unajua kila mtaa kuna wale masuperstar. Hawa bwana vijora wakikata wao shughuli yako lazima watu waje. Uongo kabisa. Hebu semeni Uhondo. Uhondo. Lakini tunakuwa na vibe nyingine. Hebu mulika vibe. Ile vibe limetuitikia kwa jamani Uhondo. Uhondo. Jamani toka Mabibo mtaa wa Mbambado na niko na mastaa. Jamani salama? Salama kabisa. Wazima wa heri kabisa. Hebu majina yenu ya kimjini alafu na yale kwenye vyeti vya kuzaliwa. Mimi jina langu ni hilo la kimjini Jibu Pascal. Jibu Pascal Jo. Yes. Shoga yangu. Mimi naitwa Mwashabani Ronald Mkude, jina langu la umaarufu hadi mtoto Kilebu. Kilebu, kwa nini Kilebu? Hilo jina letu wa lugha hata utala nyumbani. Jina la lugha. Hebu tukaeni kwanza pale kuna sofa letu. Sofa letu. Naona mmefua wenyewe leo. Mmefua vijora. Hizi zote ni sare. Zote sare. Hauwezi kununua kijora cha kujitegemea bila sare. Hebu mnaweza kuniambia katika hizi moja sare ni ya nani? Hii hapa sare moja hapa ya Zulfa Kipo, alikuwa na birthday yake. Ni hapa, ni yule kule. Nyingine? Hii hapa ya mwana harusi, alikuwa anampa mtu beseni sio shida zake. Kwa hiyo zote sare. Zote sare. Hebu ni nyingine
na huko nyingine hiki kizuri mashallah. Iko kilikuwa tajibu Pascal mwenyewe iko. Hiki kilikuwa cha kwangu. Sagia uwanja. Hebu kifungua watu wakione kina maua mazuri sana. Hiki akijapoa. Hebu kifungua kijalogwa. Hizi zote ni sare. Yaani ni sare ambazo zinaandikwa hapa. Hivyo Jamani, hivyo. mashallah. Yaani punde afe mzigo ufike. Umeona? Chelewa kula lakini sio kununua sare. Shoga yangu iko chagua mwenyewe. Ai mimi mwenyewe. Kabisa. Piga kelele. Turudi kwenye sofa letu. Kwa hiyo hapa shoga yangu kama unusa ni za wenzio Na wewe kwako unaisusa. watu wa maji. Nikata cha kwangu na mimi nitakata cha kwako. Nikata uzi wangu na mimi nitakata uzi wako. Hivi huko bado mtaani kwetu kuna ile mambo ya kuazima na nguo, mawigi. Yao tena wako wengi sana. Sio mimi, ila wapo wengine tunawastiri. Hebu lile jina lako la kilugha linaitwaje vile? Kiregu wangu. Wanazima mawigi. Wapo wengi sana. Ushawahi kuazimisha wigi kwa mtu ama kuazima? Yaani sitaki kuamua. Wigi nishai kuazima, nishai kukodisha. Na ni shilingi ngapi labda? Kukodisha wigi ni 15,000. Unajua nakosa ng'ombe huku. Kubandika 15,000, jumla 30. Kwa kinana na nzee sini. Udogo, mimi nimeona vijana hebu kaa kwenye sofa letu. Ndio maisha yetu haya. Niko na mimi shoga yangu hapa vipi toshaye kuazimisha wigi ama kuazima wewe je? Mimi sijawahi, sio shida zangu. Na shida zingine lakini sio kwa sababu hii. Unavaa wigi la shilingi ngapi labda kibongo bongo? Yaani kibongo bongo aliachini laki 3.5. Hali ya chini 3.5 shoga yangu anavaa. Ushaolewa? Shoga yangu ushaolewa? Mimi nishaolewa lakini nimeachika. Ulidumu miaka mingapi? Nimekaa miaka 3 tu. Haya kitu kutoka kwenye ndoa udugu wako. Kitu gani? Mchumba nimeishi miaka mingi, nimeishi mchumba miaka 15, nimekaa ndoa miaka 3. Kwa nini uchumba miaka 15 umeweza kukaa? Alafu miaka 3 ikawaje? Siku zote nakwambia vipi, hata dini yenyewe inasema ukiishi miaka mingi kwenye uchumba ujue kwenye ndoa huwezi kudumu kabisa. Ndugu watazamaji, uko tayari kuolewa tena? Kwa sasa hivi hapana kwa kweli. Yaani kwa maisha tunaoishi sasa hivi ni bora, yani na washauri wanawake wenzangu wote, single ndio kitu kizuri. Tafuta kazi tufanye, kisha mengine yataendelea. Kwa nini kwa unataka kubaki single bana? Wanaume wanaonisha nyuma kimaendeleo, kimaisha. Shoga yangu bora umeona ubaki single, unamsupport Harmonize. Sana, tena asilimia zote Konde Boy. Jamani kelele moja kwa Uhanda. Shoga yangu kakataa kuolewa nawe? Mimi ndo kabisa sikata kusikia maana bora kuona. Hivi kibongo bongo kimtamtaa vigodoro nyinyi mnavaa? Maana siku zote watoki bila vigodoro. Mnavaa vigodoro? Wanavaa, sio tunavaa. Wapo wanaovaa mpaka kesho. Nyama hujawahi kuvaa? Hapana, sio sikuvaa, labda nikuulize matatu mwenzetu tunacho. Si niguse. Ile La kwangu kabisa. Niguse na huku. Langu ile. Vipi huku chako? Hapana hiki hapa. Kama unavyokiona matali. Nyinyi kwa nini ambaye vigodoro swali? Hapana, siwezi kujikuna kuna mimi. Vipele mama Tali. Saiti inakuwasha tu inakuwasha joto kigodoro. Inakuwaje? Mama Tali vipele jeusi. Vipele mama Tali. Ngoja kuna neno limesemwa, hebu njoo kwanza. Jamani huku kuna ushashi. Kuna baso. Sasa kuna kitu nimesema kuhusu kigodoro, basi nilipokuambia tena ikabidi niende. Mkorogo. Napaka mkorogo. Mimi napaka mkorogo. Tofauti ya losheni na mkorogo ni nini? Vitu vile tofauti. Mkorogo ni ule ambao unachanganya makorokoro kibao. Una jiki humo, si una petrol chafu, una sabuni, una maji, una vidonge na wanavijua wenyewe vingine wanavyoviweka. Mimi napaka losheni kama losheni. Na kuna rafiki yako alishakwambia na sio kununua mkorogo. Wako wengi. Sasa ya maji tunapigana baada ya kutoka hapa. Kwa kweli. Mama Tali usiponze Matali. Matali kiataka kuwa udugu wetu. Aka kaupe kwa Hii ni paupau. Haya, hivi unajua sisi tunaishi si ndio lakini tuna maadui. Vipi maadui zenu na maadui? Na wengi wanaoishi na wanaonekana wengi sana. Kwa upande wangu mimi. Tena wewe ningekuwa na kinga ndogo na kichondoka duniani mimi. Wewe ndio yangu kinga kubwa. Hamna Mwenyezi kanijali anachukua. Mimi naitaka nafanyaje? Ibada tu. Kinga kubwa ni ibada. Tudanganya. Wewe una swali udugu. Sadaka kabisa. Una swali? Tuna swali. Na majibu tunayo ndani na nikabu tunazo. Kwa hizi nyingine mbwembo tu za shule. Mbwembo za shule.
Sasa akasema maadui na wengine leo una maadui wengi sana. Yaani wengi. Hebu nipeni sababu moja ya kufanya mpaka mtu anaingia kwenye uadui mkubwa. Mtanishani amuongee na kuwa Chuki tu na kitu. Akikuona mtu uko vizuri, na kitu kizuri yeye hana anakuwekea kitu. Kingiza hapa na pale. Kameramani, hebu muulika kule naona kama kuna ngano wale wanaongea. Ngano kila. Ni tabia gani za watu ambazo huzikubali? Tabia ambazo sikubali Mabibo siku nyingi. Natamani sauti yangu ingefika mbali ikibadilike Mabibo. Kwanza, tabia ya kuchukuliana na Mabibo. Ni tabia naisikia sana kwenye moyo wangu. Ina maana watu wanazungukiana Sana kama damu. Tena sana kama damu. Mbaya zaidi, sisi wote tumezaliwa Mabibo. Wote tunakuja tunajuana. Imagine mimi leo Jibu aje kuchukua mume wangu. Lazima nisikie vibaya. Nitakapoishi kama mtu. Mimi Jibu ni kama ndugu yangu, sio ushoga. Tulete ushoga, kuna ule undugu kutokana na wazazi wetu walivyoanza kukua mpaka kufikia. Lakini leo hii Jibu anakuja na mume wangu. Wewe unajisikiaje kwenye nafsi yako? Hicho kitu ni kibaya, ni sumu kubwa sana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu hawezi kutupa riziki ikawa ndefu. Kwa sababu nuksi tunaanza nje kutoka nyumbani kwetu tukaenda mbali ni mikosi. Leo natembea mume wangu, unajua mimi napita sehemu gani? Alafu unakuja unanichika kinafiki au anatembea mume wangu wewe shoga yako. Na wewe unakuja kama mimi mshoga. Alafu mbadili tunakujua wewe ndio kama ile mambo loimba Mbosso sijui. Nahisi kama sio Mbosso na nasokujua gari ya nini sijui. Maadui zako mnakutana kwenye mashughuli, maadui vikubwa vinaenda kuwaje? Kila mtu lakini siku ile kwamba kuna kusameheana huko tunasemana kinafiki. Kwanza huko mtu hapendi mtu huko kwa shoga yake kwa na mashoga mengine yeye hataki. Anataka kama shoga mgande. Kwa kama mama yake mimi udogo wenu ni baki na nyinyi. Baki na sisi. Tena sehemu nyingine maneno lazima yatokee. Huo ndio umbea. Wanaume na sisi. Nasikia nyinyi ndio wataalamu wa kutunza huko Mabibo. Wataalamu wengine wote wanajifunza kwa sababu ya mwenyewe Jibu Basikari akikupa laki, ukimpa laki 4 anarudisha laki 8. Ukimpa laki 5 anakuletea milioni, anataka mtunzo robo. Lakini kuna wengine wanajifunza ukiweka kwa Jibu umeweka. Wewe Jibu Basikari mtu unampa mtunzo wewe usipokuwa nacho tayari mtu kupigia simu nataka mtunzo wangu. Jibu usajili wa kutuzana. Hebu niambie. Mimi nina shughuli mwezi wa 11 Atakuwa rai. Nina shughuli nyumbani kwangu utakuja. Nitakuja lele. Mfano ukinipa unaanza kumtuta kushingapi? Yaani vyote wanakutaka wewe. Unapokuja ndo anakupokea. Vyote wanakutaka wewe. Nikitaka milioni haina shida. Unakuja na chama cha kama kawaida yani wa kwanza nipo unakuja. Wa kwanza unamuona leo. Jamani macha Jibu piga kelele. Jibu. Hebu tutumue kidogo vimba. Jamani Jibu anavimba. Jamani Jibu anavimba. Jamani Jibu anatamba. Tamba Jibu. Tamba pita watu wakuone. Wewe bwana, shepu ipo. Mambo hayo. Jamani huko Mabibo kumenoga sana. Ni kitu gani ambacho kinakufanya Jibu na shoga yako ndio kinawatutumua, mnavimba, mnatamba, mnajiona nyinyi ndio watu wa Mabibo, Tanzania nzima nyinyi ndio ni kitu gani? Mikopo shoga yangu. Mikopo. Mikopo ndio inakutia jeuri. Mama tulikwambia masuala ya wanaume tuliweka pembeni. Si ni mikopo. Tuna wanaume wala nini? Mikopo. Inakutia jeuri. Tuna Asa, tuna Momala, tuna Sakaya, tuna Lome, tuna Saprima. Kuna nini unaongea? Na kutafuta tunaweza. Ni wapambanaji sana. Mbona Jibu anajishughulisha na nini? Mimi nauza mafuta. Viatu. Na wewe shoga yangu, mimi nataka kazi zangu za mikono, nauza chapati, bwabwa, keki, bagia, kalimati, ugali. Kwa kama kuna mtu akitaka kuweka oda labda ya vitu vidogo vitafuna unaweza. Nafika mpaka kwenye mashine na upishi kazi yangu. Jamani tuna mpishi mpya mjini kutoka Mabibo, anasema anapika kila kitu mbambadu. Jamani piga kelele kwa mbambadu. Wao wanakwambia nabii akubariki kwao, lakini wako nikubali akiwemo Jibu Basikari, wa pili Jamila Saidi. Nilifanya kazi zao kumbe kwa mshoteli. Tena kwa nini ulipika nini? Sana ndio ilikuwa ile ndio hii hapa. Nilipika wali, pilau, ndizi, nyama kukaanga, nyama rosti, kuku wa kukaanga, matunda, saladi nilipika. Na wajapokuwa kuna watu kibao ongeza maneno lakini chakula kimeenda shule. Na hakuna lokosa chakula.
Mpishi sio shida zake. Kwa mfano watu wanaangalia sasa hivi kuna mtu anatamani akuongezee chochote tu kwenye kazi yako. Nataka kuongezea. Mimi anaongezea masufuria. Masufuria. Shoga yangu anataka masufuria kilo ngapi? Masufuria kilo 40, kilo 50, kilo 30. Atatoka kuwezesha kilo aniletee jamaa. Kaweza na shoga yake aongezee nini? Au aongezee tu masufuria na mifuniko yake. Basi inshallah kwa sababu uhondo unaangalia na watu wengi wazijua kabisa. Kwa hiyo mikopo huko ndio inapita watu wanataka sana. Mikopo ndio nyumbani. Ukiwa na biashara mkopo hawezi kukushinda. Ila kutegemea ile nipe nikupe au niende nikale na jokuli marejesho. Hakuna. Kuna watu wanakopa. Sio wanakopa mikopo, wanakopa mpaka milia ya watu. Mwisho wa kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kingine juma lijalo. Langu jina naitwa Mama JJ. Nilikuwa na Kisia Shabani Jitu Mtumba. MC Mama Tarek, mic moja, swaga tofauti. Mic ni hii, lakini swaga sasa. Nyuma ya kamera nilikuwa na vijana wangu wawili ambao wanafanya tunang'ara, tunaonekana vizuri. Kijana wangu Sparrow, nilikuwa na kijana wangu Sam. Wazee wa Mbambadu. Wazee wa Mbambadu. Bye bye.